Zikiwa zimesalia siku chache tu kuelekea kombe la dunia 2026 itakalohusisha timu 42 kutoka mataifa mbalimbali, na timu 10 kati ya hizo zitahakikisha bara Afrika, ambapo Marekani, Mexico pamoja na Canada watahusika katika kuandaa mashindano haya. Niapata wasaa kukutana na wanamichezo mbalimbali katika jiji la Dar es Salaam kuweza kujua ni matukio gani haswa ambao wanakumbuka leo kutokea hapo nyuma katika michuano mbalimbali ya kombe la dunia. Mimi tukio nilikumbuka kwenye kombe la dunia ni mwaka 2010 ambapo ilikuwa ni hali ya kubeti. Kuna mnyama mmoja wa Ujerumani alikuwa anaitwa Octopus, alijipatia umaarufu kwa ile tabia yake ya kubeti, na michezo ambayo alikuwa anaibeti ilikuwa inakuwa sahihi. Hilo ndio tukio ambalo sisi kulisahau. Natamani hicho kitu kijirudie tena, ili atokee mnyama mwingine ambaye anafanya ubashiri ambao utaendana na matokeo ambayo yanatokea uwanjani. Bwana, mimi matukio ambayo nayakumbuka kwenye makombe ya dunia, nakumbuka matukio mawili. Tukio la kwanza kabisa lilikuwa ni la Kylian Mbappe, bwana, kurudisha zile goli mbili ndani ya dakika mbili, yani dakika ya 80 na dakika 81. Lakini pia tukio lingine nakumbuka bwana ni save ya Emiliano Martinez aliyoifanya kwa Kolo Muani dakika za nyongeza 120. Bwana, tukio la kustajabisha nalolikumbuka zaidi kwenye kombe la dunia ni tukio la mwaka 1986 lililomhusisha Diego Maradona baada ya kufunga goli kwa kutumia mkono na mwamuzi hakufanikiwa kuligundua hili, na baada ya hapo yeye aliliita tukio hili hand of God, kumaanisha mkono wa Mungu. Kwa mimi matukio nayakumbuka ni matukio ya magoli. Robo finali kati ya Argentina na Uholanzi, Robin van Persie aliweza kufunga goli la pili kwa Uholanzi na kuididimiza kabisa Argentina na kufanya Uholanzi iweze kuendelea na mashindano kwa kufunga goli la kuchumpa, ile alipiga kichwa, alidive. Tukio ambalo siwezi kulisahau kwenye kombe la dunia ni mwaka 2018, nilikuwa darasa la 7 wakati huo. Toni Kroos dakika ya 90+5 tokea faulo, tukio la mwisho kabisa ikatokea faulo. Toni Kroos kwa namna yoyote ile ilihitajika ile moment aibadili kuwa goli. Ilikuwa ni kwenye post boengo ambayo huwezi kufunga, lakini walifanya setup na ile setup akaukevu mpira Toni Kroos ukaenda moja kwa moja kwenye nyavu. Kwa hiyo hilo liliwaacha watu vichwa wazi kwa kweli. Kwa mimi matukio nayakumbuka ni matukio ya magoli. Mechi ya robo finali kati ya Argentina na Uholanzi, Robin van Persie aliweza kufunga goli la pili kwa Uholanzi na kuididimiza kabisa Argentina na kufanya Uholanzi iweze kuendelea na mashindano kwa kufunga goli la kuchumpa, ile alipiga kichwa, alidive. Na tukio ambalo mimi siwezi kulisahau katika kombe la dunia ni ile 2014 ambapo mwandaji wa kombe la dunia Brazil anakutana na kichapo cha goli 7 kutoka kwa Ujerumani. Natamani pia nione Ufaransa kwenye kombe la dunia hili anachapa mtu 7 kama ilivyofanyika 2014 kule Brazil. Na hayo ndio matukio ambayo wanamichezo waweze kuyasahau katika kombe la dunia ambayo ishia kupita nyuma. Je, wewe ni tukio gani haswa ambalo uweze kulisahau?